Biblia inatuambia where there is no vision people perish. Hili ni swala la muhimu sana la kuangalia kwa wale watu wanaotaka kuoa au kuolewa. Usifuate mwanamke au mwanaume kama haujaona maono yake. Show me your vision so I can follow you. Nionyeshe maono yako, nionyeshe future yako, nionyeshe kesho yako, nionyeshe baadaye yako. Baada ya kunionyesha future yako, sasa naweza nikaanza kukufuatilia. Watu wengi wanafanya makosa kuingia kwenye mahusiano au kuanzisha mahusiano na watu wasioona future yao. Kama haujaona future ya mtu, kama haujaona maono ya mtu, hakuna namna yote unaruhusiwa kumfuata huyo mtu. Watu wa Mungu, ukimfuata mtu asiye kuwa na maono, baadaye hayo mahusiano yatakolapsi, yataanguka. Usifuate mtu kwa sababu ya hipsi, usifuate mtu kwa sababu ya sura, usifuate mtu kwa sababu ya kifua alichonacho, usifuate mtu kwa sababu ya nywele. No, usifuate mtu kwa sababu he's tall, he's black, he's dark skin, he's chocolate. No. Fuata mtu kwa sababu ya maono. Ukishaona maono yake, ukielewa, fuata sasa, mfuate kwa sababu ya maono yake. Kuna makosa mengine pia ambayo watu wengi wanayafanya wakati wa kufind a right partner, kutafuta mtu sahihi. Watu wa Mungu, swala la kutafuta mtu sahihi tunaweza tukaliangalia kwa mtazamo huu. Mtu sahihi kwa mantiki kwamba ni mtu mwenye maono ambayo umeona hayo maono yanaweza kafika pamoja, yanaweza kafika mbali. Manake ukiangalia ile maono yako, ukiangalia maono yake, unaona ni mtu ambaye mnaweza mkasafiri naye kwenye safari ya maisha na mkafika mbali. Once you get a person like that, you know kabisa this is the right person. Ana vitu ambavyo mimi naona kabisa kuna future, kuna baadaye, kuna maisha ya kwangu, kuna maisha ya kwake, kuna maisha ya watoto wetu, kuna kitu nakiona ndani yake. Hiyo ndio njia moja hapo ya kupata right partner. Kuna kosa linatokea hapa ambalo kosa hili huhitaji kulifanya. Wakati mwingine watu wengi wamekataa a right person kwa sababu ya vifungo. Unaweza ukakutana na mtu ambaye ni right person kabisa, lakini shida yake ana vifungo. Na hili ni tatizo linalowakabili asilimia karibu 80 mpaka 70 ya watu wanaoingia kwenye mahusiano. Mtu ni right person kabisa, lakini ana vifungo. Kwa mfano vifungo, unaweza ukakuta mtu huyo ni mlevi, unaweza ukakuta mtu huyo ni humanizer, unaweza ukakuta mtu huyo ana maroho ya kwao, pamoja na kwamba yaani unaweza ukakaa na mwanaume, unaweza kukaa na mwanamke, ukaona bright, ukaona is a bright woman, ana akili kubwa na uwezo mkubwa na maono makubwa, lakini ukagundua mtu huyo yuko kwenye vifungo. Kuna vifungo vinamzuia hata ile maono yake yasitoke. Umempata a right person, lakini ana vifungo. Watu wa Mungu, huwa na shauri siku zote, deliverance ni ya muhimu kabisa. Deliverance ni ya muhimu kabisa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Utakapompata mtu yoyote yule, kitakachofuata hapo ni deliverance, ili kuondoa vile vifungo. Nafahamu watu wengi wanapaswa kuwa ni wanaume wa watu wazuri. Nafahamu watu wengi wanapaswa kuwa ni wake wa watu wazuri. Yani they qualify to be a wife material. Wana qualify kuwa waume za watu. Wana maono makubwa na vitu vikubwa, lakini kwa sababu ya vifungo walivyo navyo, watu wanawakataa. Deliverance ni ya muhimu sana. Kwa sababu ya jambo hili na maombi pia tuliyoanza ya wanandoa, tutaanza maombi yetu pia ya single Jumatatu. Singles tutaanza maombi, na nikisema singles ni wale wote ambao hawako kwenye ndoa. Wote ambao hawako kwenye ndoa, uko kwenye mahusiano lakini hauko kwenye ndoa, uko kwenye engagement, uko kwenye uchumba wa muda mrefu, hauna mahusiano kabisa, hauelewi mahusiano yako yakoje, haujijui. Tutaanza maombi tena siku ya Jumatatu ya wiki inayokuja. Maombi hayo itakuwa nikiatoa kwenye grupu letu la WhatsApp tu. Ili kuweza kujoin kwenye grupu hili la WhatsApp, tafadhali niandikie message kwenye 0768 20 58 0768 20 58 71. Niambie Bishop, nahitaji kujoin group la WhatsApp kwa ajili ya maombi ya wale wanaomwamini Mungu kwa habari ya ndoa. 0768 20 58 71 0768 20 58 71. Kwa wale walio nje ya Tanzania, unaanza na
255, unaondoa hiyo sifuri, plus 255 768 20 58 71. Mungu akubariki sana. Shalom, nisaidie kushare na singles wote. God bless you. Uwe na weekend njema. Shalom.